chuma na kuvivunja na kuwavunja kama chombo cha mfinyanzi. Na sasa enyi wafalme, fanyeni akili, enyi waamuzi wa dunia muadhibiwe. Tumikieni Bwana kwa hicho, shangilieni kwa kutetemeka. Shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira, nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Sema amen. Neno la Mungu, na leo ninakusihi kupitia neno hili na mstari huu wa 12, anasema shikeni yaliyo bora, asije akafanya hasira, nanyi mkapotea njiani, kwa kuwa hasira yake itawaka upesi. Heri wote wanaomkimbilia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 2026 ushike yaliyo nini? Ushike yaliyo nini? Yaliyo bora, ile asije akafanya nini? Hasira. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishika yaliyo bora, utatembea katika mafanikio, utatembea katika neema, utatembea katika utajiri, utatembea katika afya njema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usikishika yasiyofaa, Bwana atafanyaje? Atakasirika kwa ajili yako. Sema amina. Sema amina. Kwa hiyo 2026 utembee ushike yaliyo bora. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ili usije ukapotea wapi? Jiani kwa hasira yake. Bwana Yesu asifiwe. Anasema heri wanaomkimbilia. Heri kwa hiyo 2026 kama ulizoea kuwakimbilia wanadamu, kuanzia leo na kuanzia unapotoka kwenye ibada hii, heri kuanzia sasa umkimbilie nani? Umkimbilie nani? Kwa sababu ukiendelea kuwakimbilia wanadamu, hasira ya Bwana itawaka juu yako. Sema amina. Sema amina. Sababu iko mstari umeandikwa kwamba ole wao wanaomtegemea mwanadamu na kumfanya kuwa kinga. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ambaye ulikuwa ukiumwaga tu unakimbia sehemu, si unaenda wapi? Kuanzia sasa tegemee Mungu. Kimbilia kanisani, kimbilia kwenye madhabahu ya Bwana, piga magoti, omba, hudhuria ibada. Bwana Yesu asifiwe. Utamuona Mungu 2026. Sema amina. Kama 2025 ulikuwa unategemea watu, 2026 usitegemee nani? Tegemee nani? Mungu ndiye atatuma watu kwa ajili yako. Sio wewe ndio kufuata watu. Unamtegemea Mungu ili kusudi Mungu atume watu kwa ajili yako. Kama wewe ni mgonjwa, Mungu atatuma watu wa kukuweza kupeleka hospitalini ukapona. Kama wewe ni mgonjwa, Mungu atatuma watu wa kukuombea utapona. Kama wewe unahitaji unataka sijui biashara, unataka mtaji, Mungu atatuma watu wa kuja kukupa nini? Mtaji na biashara. Sema amina. Amina. Sema amen. Kwa sababu kwa akili zako hautaweza. Amina. Leo unaweza kaenda kumwambia naomba mtaji, nakupa. Lakini leo ukipigia Mungu magoti hapa, ukamwambia Mungu nataka mtaji, Mungu anamgusa mtu kule, anaumia moyo, anateseka, anakuletea nini? Anakuletea nini? Mtaji. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo 2026 nitakuuliza nini? Mungu katika mambo yote anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na mengine utafanyaje? Mengine ni nini? Ni uzima, mengine ni afya, mengine ni utajiri, mengine ni mapato, sijui mengine ni mume, sijui mengine ni mke, wote watapatikana. Lakini kwanza utafute ufalme wa nini? Wa Mungu. So sherehe. Utafute kwanza ufalme wa nani? Bwana Yesu asifiwe. Na watu wachache hapa wanafurahisha. Hivi na mwonaga Eva, siku ya ibada je kwenda kwenye sherehe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anatafuta kwanza ufalme wa nini? Na yeye Mungu anafanyaje? Anamzidishia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 2026 naye akakuzidishia. Amen. Tunaona hajazidishiwa. Unajua Selina ana wivu sababu hajasuka kama wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hajazidishiwa, amezidishiwa. Amezidishiwa uhai, afya, mafanikio, furaha. Bwana Yesu asifiwe.
Hayo ndo matunda anayepata katika kumtumikia nani? Katika kumtumikia nani? Mungu. Na Mungu akakuzidishe zaidi 2020. Ukazidishwe zaidi kwa jina la Yesu. Ukazidishwe zaidi kwa jina la Yesu. Ukazidishwe zaidi kwa jina la Yesu. Sema amen. Emka hapo na jirani yako, mwambie 2026 mtafute Mungu kwanza. Mwambie jirani yako, sasa wewe mbona unashangaa wewe? Mguse mpaka asikie. Wewe nani anakugusa Asia? Mwasamu nani anakugusa Asia? Mwambie 2026 mtafute Mungu kwanza. Kimbia. Mwambie usitafute wanaume, mtafute Mungu, ataleta wanaume. Mwambie. Nawe 2026 mtafute nani? Mungu. Alafu mambo mengine atayaleta yeye. Sawa eh? Najua tunafeli katika maisha kwa sababu tumekuwa tunatafuta nini? Tumekuwa tunatafuta vitu vyetu kwanza. Tunatafuta watu kwanza. Eh? Kwanza sianze kutafuta Bwana mpaka leo mbona hajapata? Hujatafuta? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukitafuta vya Mungu, ukitafuta Mungu anakupa vya kwake. Si ndio? Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Ukitaka kanuni, njia ya kuweza kufanikiwa, tafuta kwanza Mungu. Alafu anakupa njia ya kupata vya kwake. Sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Mama Tenga, unaelewa? Unaelewa eh? Tafuta kwanza nani? Nataka kusema hii. Gilo. Tafuta kwanza nani? Somo la kwanza. Gilo kikuja. Imeenda kwenye mora. Bwana Yesu asifiwe. Haukatazi kwenda, lakini Mungu mpe nafasi 100% Mungu, alafu hiyo ya kwako ipe 70%. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu utaona vitu ambavyo Mungu atafanya. Tafuta ibada, fanya ibada. Kama 2025 ulikuwa unapiga ibada ni kwa kusoma mara moja, 2026 kuja ibadani kila siku. Lilia Mungu, piga magoti mbele za Mungu. Mwambie Mungu, fanya kitu kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utafika kwanza. Kwani neno la Mungu linadanganya? Sasa nasema neno lake ni hai, tena linaishi mpaka leo. Anasema utajua kweli kweli itakuweka nini? Huru. Kwa hiyo ufalme wa Mungu kwanza. Ufalme wa Mungu ni sababu inawezekana watu wanasema tutafute kwenda mbinguni. Ufalme wa Mungu ni kufanya nini? Ni kufanya mapenzi. Katika mapenzi ya Mungu ni ipi ile ya kwanza? Ibada. Bwana Yesu asifiwe. Ibada kwanza. Ndio maana kuna watu wengine wanafanikiwa, wanafaulu kwa sababu wanatafuta kwanza ufalme wa Mungu. Ukienda leo huko mjini maduka ya Waislamu, ukienda saa 7 au ni siku ya Ijumaa, muda wa ibadani, huwezi kukuta anafanyaje? Anafanya biashara, si ndio? Huwezi kukuta. Kwa nini? Amempa nafasi Mungu wake kwanza. Lakini wewe saa hiyo watu wamekuja, ni Yesu amefanya. Baba shaka taraba baba. Nina Yesu wangu ni mzuri. Alafu ikishapita hiyo siku sabda ibada wanakatika wote. Kesho tena hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mtu mwingine anaweza sipate kazi lakini siku ya ibada akapata kazi. Sipate dharura lakini siku ya ibada ukapata dharura. Wewe ni shetani. Na umkimbie. Sema amen. Sema amen. Unatenga, unanielewa? Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo 2026 ufanyaje? Ukimtegemea Bwana, angalia kitu ambacho Mungu amesema kwa wale watu wote ambao watamtegemea 2026, watamchagua Mungu kwa kwanza, watachagua ibada kwa kwanza. Kitu ambacho Mungu ataenda kufanya ni hiki. Kwenye kitabu cha Zekaria sura ya 2 ule mstari wa 8. Moja nisomea haraka. Zekaria 2 mstari wa 8 tunamalizia. Usichoke wala usife moyo kwa sababu ndio tunamalizia. Kanisa inatokea saa ngapi? Zekaria 2 mstari wa 8. Ni ahadi ambayo Mungu anaenda kuwapa wale ambao watamuona kuwa ni wa kwanza 2027. Zekaria 2 nani? Zekaria 2 mstari wa 8. Inasemaje?
Kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi. Sikiliza, anayesema ni Bwana, tena ni Mungu wa nani? Wa majeshi. Ili nitafute utukufu umenituma kwa mataifa wale waliowateka ninyi. Maana yeye awagusaye ninyi aigusa mboni ya jicho lake. Sema amina. Mungu anasema hivi, yeye ambaye atakayemtegemea 2026, atakayemweka kwa kwanza 2026, atakufanya kuwa kama mboni ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu wewe hapo ulipo, gusa mboni yako ya jicho. Unaweza? Mwenye kuweza aguse. Yaani usifunge macho, unagusa. Unaweza? Kwa sababu ina ulinzi akope. Maana yake ni kitu cha muhimu na cha thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wale wote watakaompa Mungu nafasi ya kwanza, Mungu atawafanya kuwa kama mboni ya jicho. Yaani atawapa uthamani na ulinzi kama mboni ya nini? Ya jicho. Maana yake adui atakugusa, adui ataweza kukusogelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliniambia niseme haya, lakini kwa watu tu ambao watakaomfanya Mungu kuwa wa kwanza 2026. Watakaomfanya ibada kuwa ya kwanza. Watakaomuona Mungu wa thamani kuliko maisha yao, kuliko mambo yao. Mungu atakufanya kuwa kama mboni ya jicho. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Ikiwaka jua halitakuunguza, ikinyesha mvua haitakupeleka, utasimama na Mungu atakulinda. Sema amen. Sema tena amen. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema Bwana Yesu, kuanzia leo ninaomba unipe neema. Unipe neema ya kukufanya kuwa wa kwanza katika mambo yote niyafanyayo 2026. Nipe neema ya kukutumikia katika roho na katika kweli. Nipe ulinzi kama ulivyoahidi katika kitabu cha Zekaria sura ya 2 mstari wa 8. Umesema ya kwamba utanifanya kuwa kama mboni ya jicho. Na mimi leo hii ninaomba kwa neema yako unifanye kuwa mboni ya jicho lako, Mabaya yatakapokuja 2026, hayo mabaya hayatanipata. Mabaya yatakapokuja, magonjwa ya milipuko, ukame utakapokuja, hautanipata. Kwa jina la Yesu, ninaomba unineemeshe kwa neema ya rohoni na hata mwilini. 2026 nisikose mavazi, nisikose malazi, nisikose neema yako kwa damu ya Yesu. Sema amen. Sema tena amina. 2026 katika diary yako andika kwamba nitamfanya Mungu kuwa wa kwanza katika mambo. Sema amina. Andika kabisa na uifate au uliishi hilo neno ambalo unalisema, nitamfanya Mungu kuwa wa kwanza katika mambo yote. Nitamfanya Mungu kuwa wa kwanza katika mambo yote. Nitamfanya Mungu kuwa wa kwanza katika mambo yote. Kama una biashara, ukifanya Mungu kuwa wa kwanza, biashara yako itaenda tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mke wangu hapa ni mshahidi, mkimuuliza mke wangu, mimi nimempa nafasi Mungu nafasi ya kwanza. Sema amina. Sema amina. Lakini ukimuuliza hatujawahi kulala njaa, hatujawahi kukosa chochote, kwa sababu tumempa nini Mungu? Nafasi ya nini? Nafasi ya kwanza. Sema amina. Sema amina. Kuna mtu hapa anaenda kazini kila siku, nikimuuliza amelala njaa, nikimuuliza amewahi kulala njaa hata karibu mara 10 kuliko kwa hii mwaka. Lakini anaenda nini? Kazi. Na mimi ambaye siendi kazini na mtafuta Mungu, siwezi kulala njaa. Mungu anasema anawapigania watumishi wake. Anampigania wanaomtafuta. Sema amina. Sema amina. Mtumikia Mungu anakupa nafasi na wewe. Anakupa kile ambacho unataka. Hata utaomba, unashangaa tu amekupa. Unashangaa tu amefanya, kwa sababu anajua hitaji na haja ya nini? Ya moyo wako. Sema amina. Unajua watu wengi hawafanikiwi kwa sababu wanakujaga kwa Mungu wakiwa wanataka kitu. Wanaenda kwa Mungu wanataka